Dunia unayoiona hii inaongozwa na grupu la watu wachache. Kuna kikundi cha watu wachache kinachoongoza dunia, wachache ambao ni elite, grupu la elite, wanaitwa Illuminati. Hebu sema Illuminati. Illuminati ni binadamu ambao kwa nje ni binadamu lakini ndani ni mashetani, ambao ndio wanaijua dunia vizuri kuliko mtu yoyote. Wanajua Afrika kitokee nini ili ije kuwa nini baadaye. Wanajua, ndio maana kwa mara ya kwanza umemwona Marekani wa kwanza Dr. Robert. Dr. Robert kwa mara ya kwanza amesema, jamani, nakiri mimi ndio nimetengeneza ukimwi kwenye maabara ya Kimarekani. Amekiri wiki mbili zilizopita, amekiri kwamba tulilazimika kutengeneza virusi vya ukimwi kwa ajili ya kuwapunguzia makali wa Afrika, kwa eradicate. Anasema, na hawezi kushtakiwa kwa sababu mifumo ya dunia mifumo ya dunia, ili mahakama za dunia ziwe hivi lazima zinamlenga mtu. Ili science ya dunia iwe hivi inalenga jambo. Ili uchumi wa dunia uwe hivi unalenga jambo. Ili insurance iwe hivi inalenga jambo. Ili elimu ya dunia iwe hivi inalenga jambo. Ulishawahi kujiuliza ni nani aliyetengeneza syllabus ya kwako ukasoma mpaka ukaitwa mwanasheria? Ni nani aliyesema kwamba kwenye syllabus yako ya kusoma mwaka wa kwanza si usome the law of contract, mwaka wa pili si usome penal law, mwaka mwingine si usome law procedures? Hayo mambo yamepangwa. Na sasa nchi zetu zinachukua, tunasema sisi system yetu ya kimahakama ni ya Uingereza. Uingereza wameitoa wapi? Kuna watu wamepanga ili utakaposoma haya wazalishe mtu wa aina fulani. You are a product of Illuminati's brain. Wewe ni tunda la Illuminati. Wanapanga ili iwe mechanical engineering asome nini. Ukiuliza pale Chuo Kikuu University of Dar es Salaam utaambiwa kwamba unajua system hii hata Uingereza wanayo. Unajiuliza, Waingereza wao wanaitoa wapi? Waingereza si nini? Waingereza unakuta kuna grupu la watu wachache ambao wanazalisha mitaala ya elimu kwenye mambo ya fedha, mitaala ya elimu kwenye sheria, mitaala ya elimu kwenye maeneo mbalimbali, ili wazalishe dunia, zao la dunia liwe la watu wa aina fulani, wenye uwezo wa kutawalika, wenye uwezo wa kuongozwa, wenye uwezo wa kukandamizwa. Mimi simo mle ndani kwa jina la Yesu. Na hiyo ndiyo dunia ilivyo. Wewe hujawahi hujajiuliza kwa nini elimu haimwandai mtu kuwa tajiri? Elimu haimwandai mtu kuwa tajiri kwa sababu mwalimu aliyekufundisha si maskini. Maskini hawezi kumfundisha maskini mwenzake kuwa tajiri. Wewe maskini, lakini tunaamini kwamba mwalimu anazo siri za utajiri. Ukienda shuleni, walimu wana siri za kukufundisha ukawa tajiri. Lini maskini akawa na siri za utajiri? Ndio maana ya mwalimu yule uliyemkuta shule ya msingi, yuko pale na maisha yale na nyumba ile na pakulala pale, lakini watu wanakwenda pale. System ya dunia. Mimi nataka nikwambie jambo moja. Sisi tuliookolewa tumeokolewa, lakini bado tuna swallow system ya kutugovern ili tuwe kama system ya dunia. Yesu akasema hivi, na waombea hawa, maana kama ambavyo mimi si wa ulimwengu, wao pia sio wa ulimwengu. Uwalinde na yule mwovu. Ina maana sisi si wa ulimwengu huu, kama ambavyo Yesu hakuwa wa ulimwengu. Si wa ulimwengu sisi. Ukiongea maneno kama haya duniani, dunia inanuna hujawahi kuona. Liko grupu la watu linaoongoza dunia. Ndio maana unaona duniani kuna kozi zinaanza kuja pole ambazo hazipo. Unaona kwa mfano calamity management. Calamity management. Inaanza kozi ya kumanage crisis, environment and natural disaster management. Yaani maana yake unasoma degree ya kumanage natural disaster, kwamba kama mvua ikinyesha kubwa sana, degree ita manage baada ya mvua nini ifanye. Kama ukija upepo mkubwa sana, kama ikitokea milipuko ya volcano, yani kuna degree ya kumanage disaster, sio kuzuia disaster. Unashangaa mtu anatembea, I have a bachelor degree in disaster management. Disaster mwenyewe ni mtu. Ni vita vya hali ya hewa.
Kuna vita inatumika ya hali ya hewa kwenye ulimwengu wa roho. There are groups of people in the world. Kuna magrupu ya watu wanaweza kusababisha upepo pale, mvua pale, moto pale, unasababishwa. Ni wewe kufundisha kwa habari ya scare weapon. Lakini ni ngumu kweli, watu wamelogwa mpaka wakalogwa. Ukiongea hivi mtu anakodoa macho tu anasema eti can it be? Hivi inawezekana? Utaona siku tunazoziendea, siku chache tunazoziendea tena kuanzia mwaka huu, ni wale tu wanaojua kuzima natural powers watatembea kifua mbele. Wengine wataanza kulala ndani. Nasema tena, ni wale tu wenye elimu ya kusema kwamba nikiuona moto naweza kuambia zimika ukazimika. Nikiuona upepo naweza kuambia shwari ukanyamaza. Nikiona volcano naweza kuambia tulia ikatulia. Nikiona mawimbi naweza kuambia nyamaza yakanyamaza. Ni wale wenye akili hiyo watatembea kifua mbele. Maana kinachoitwa disaster kwao sio disaster. Kinachoitwa majanga kwao sio majanga. Watakontrol asili kwa jina la Yesu. Niliona maono, huwa nayasema sana kwa sababu moyo wangu unalazimisha kuyasema. Niliwahi kufundisha Japani kwa habari ya maono hayo. Niliona moto umewaka katika nchi. Moto ule umewaka katika nchi. Lakini moto ni kama ukuta wa moto. Ukuta wa moto mrefu ni kama kutokea hapa kwenda mpaka mwisho wa nchi. Lakini ukuta ule ni moto mkali unakwenda kwenye straight line. Waliosoma hesabu najua nyuzi 150. Nyuzi 150 straight line. Kwa hiyo ule moto unakimbia kwa kasi, unakuja unakula dunia yote. Kule unakotoka hauachi jengo wala mti wala chochote, unaacha jangwa. Na unakimbia kwa kasi. Kwenye maono haya mimi nikauona ule moto. Mimi nikasema nitajificha chini. Nilipotafuta shimo nikajificha, mtu mmoja akaniambia moto huu unatokea chini kwenda juu. Nikatoka ndani ya shimo nikasema nitapanda mti mrefu. Mtu mwingine akaniambia moto huu unatoka tangu pande za mwisho za shimo. Akasema hivyo unatoka pande za mwisho za shimo mpaka mbingu ya pili. Nikashuka. Nikawa desperate nikasema nakimbia. Mtu mmoja akaniambia moto huu una kasi kuliko sauti. Nikawa desperate. Kwa sababu ya kukosa njia ya kufanya, ndiyo mawazo yakanijia nisimame nao. Ukaanza kuja huko juu, kule unakotoka naona watu wanawaka. Nikaanza, imeandikwa, akawaita wanafunzi wa 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa na udhaifu wa kila aina. Imeandikwa, niiteni nami nitaitika, nami nitawaonyesha mambo makubwa na magumu msiyoyajua. Imeandikwa, Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina yeye. Imeandikwa, akawaita wale 12, akawatuma wawili tena wawe na amri juu ya pepo wachafu. Imeandikwa, tazama nawapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowazuru. Imeandikwa, wala hamkosi kuzitambua hila zake. Wakati nayapanga maandiko, moto umekaribia. Ulipokaribia, naanza kusikia joto la moto. Naanza kusikia sasa nayeyuka, lakini nasema maandiko ni Bwana. Mungu ni neno ni Mungu na Mungu ni neno. Ukiwa na maandiko una neno, ukiwa na neno una Mungu, ukiwa na Mungu una neno. Ule moto ulipokaribia hapa, nikanyosha mkono wangu nasema imeandikwa, mimi lungu la Bwana na silaha za Bwana. Moto ule ukayeyuka haraka ukageuka ukawa mtu. Lakini mtu yeye amevaa suti, ni mheshimiwa. Amevaa yani ile suti classic, yani suti nzuri yani ambayo sijawahi kuona, safi, akawa mtu. Alafu akaanza kujinyosha. Mimi nikamsogelea, akatimka mbio. Lakini anatimka mbio kuelekea eneo alilotoka, limeshakuwa jangwa. Watu wamewaka, miti imewaka, nyumba zimewaka. Alafu akaniambia, mimi una bahati sana, umegundua kuwa sio janga la asili lakini ni mimi. Una bahati sana. Akakimbia, nikamkimbiza mpaka naamka naona watu wamewaka moto. Na nataka nikwambie hivi, kila janga unaloliona, iwe ni maji, linaongozwa na roho nyuma yake. Kila janga au pepo au magonjwa au maradhi au ukimwi au Ebola limetengenezwa mahali. Ni saa ya wana wa Mungu kujua kuzimu inang'ang'ana kutawala kwenye mifumo ya wanadamu, na sisi
tuchukue mifumo ya wanadamu tuongoze kabla Yesu ajaja, kwa jina la Yesu. Yule bwana alipokimbia, naangalia nikakuta pale mwishoni pale kuna binti moja amewaka moto. Yaani amekutwa ndio anawaka wakati nazimisha moto. Anawaka. Nikamshika kwa jina la Yesu, amka. Akafufuka, alafu baadaye puani anatoka moshi. Na kuonyesha kwamba kuzimu ingependa ichukue mifumo ya wanadamu. Shetani kwenye ulimwengu wa roho hana nguvu sasa hivi. Kwa sababu ukisema tu kwa jina la Yesu nasambaza moto, ulimwengu wa roho tumejaa moto. Kwa hiyo shetani anahamisha system zake kutoka rohoni kuingia kwenye wanadamu. Awe mtu ili na yeye alindwe na sheria za wanadamu. Mimi hapa sasa hivi hata kama Bihagaza simpendi, nikimuua nafungwa. Shetani akiwa mtu utamfanya chochote, ni binadamu analindwa na sheria ya kibinadamu. Lakini shetani akiwa pepo hapa, hebu na kufyeka na kukata, umepata kesi yoyote? Nilikuwa natoa mfano. Mimi nasikitika tu nimechelewa. Yaani ningekuwa nimejua ukweli huu na miaka kama 16, nisingefanya shughuli zingine zozote. Maelimu mengine haya yametuchelewesha tu. Yeye unahangaishwa na quadratic equation, unahangaishwa na mapendulum yako wapi sasa? Oscillation, pendulum yako wapi sasa? Na yatumiaje kwenye mahubiri yangu sasa hapa? Integration, differentiation, matrix. Haya, unaona, hebu tuangalie jambo fulani sasa ambao ni typology kwenye Biblia. Ezekieli sura ya kwanza. Kitabu cha Ezekieli sura ya 28 kama unavyojua kinaelezea kwa habari ya shetani. Ezekieli sura ya 28 inaelezea kwa habari ya shetani. Tufungue wote kwa pamoja Ezekieli sura ya 28 inaelezea kwa habari ya shetani. Ndugu zangu, kuna watu wanaishi unafikiri ni binadamu lakini sio. Narudia tena. Kuna watu unawaona anaishi, anatembea, ana kazi, anafanya biashara, wewe unajua ni binadamu lakini sio binadamu. Na hao ni wengi kuliko binadamu wa kawaida. Ezekieli sura ya 28 kuanzia mstari wa 13. Anayeongea hapo jamani ni shetani. Hebu tuangalie vizuri. Mstari wa 13 anasema, ulikuwa katika Edeni, bustani ya Mungu, na jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, hakiki, yakuti, manjano, jabarazadi, almasi na shohamu, yasipi na yakuti samawi na zumaridi, baharamani na dhahabu. Kazi ya matali yako na filimbi yako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Jamani, huyu ni shetani, si ndio Nami nalikuweka ukawa katika mlima mtakatifu wa Mungu, ukatembea huko na huko katika mawe ya moto. Mstari wa 15, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Ni shetani huyo. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu ni shetani yule. Anaongelewa shetani. Haya maneno anayeongelewa ni shetani, si ndio jamani Lakini hebu angalia sasa, ukiangalia kuanzia mstari wa 11. Hebu muone shetani anayeongelewa hapa. Mstari wa 11, tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, mfanye maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe watia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu na uzuri, ulikuwa katika Edeni. Ni nani huyo mfalme wa Tiro?
Hayo maneno yanayoitwa ambayo anaongelewa shetani, anayeambiwa hapo ni nani? Mfalme wa Tiro. Ni mtu. Ilikuwepo nchi ambayo ni Tyres, mfalme wake ndiyo anakuwa addressed kama shetani, lakini mfalme wa Tiro, lakini mtu. Unaona, kwa macho ya Ezekieli alifanikiwa kumloketi shetani akiwa duniani ndani ya mtu. Ezekieli alifanikiwa kuona mwili ni binadamu, mfalme wa Tiro, ndani ni Lucifer. Ndiyo maana maneno ya mfalme wa Tiro ndiyo haya maneno ambayo anaitwa kerubi afunikaye, lakini mfalme wa Tiro. Ezekieli alikuwa ni nabii wa Bwana. Unaona, maana anasema Bwana akanitoa katika roho. Ezekieli alikuwa na uwezo wa kutolewa katika roho, akaona bonde la mifupa mikavu. Hapa ameonyeshwa, unamwona mfalme wa Tiro, huyo ndio kerubi afunikaye, lakini watu wanajua ni mtu, ni mfalme, lakini huyo ndiye alikuwa katika bustani ya Adeni. Kwani mfalme wa Tiro alikuwa kwenye bustani ya Adeni? Ni shetani. Shetani anavaa umbo la mtu. Ili aende kwenye uharibifu lazima awe binadamu. Unakaa naye, unaishi naye, unafanya naye kazi, ni binadamu. Mashetani wanapambana waingie kwenye mifumo ya wanadamu. Hebu sema mifumo ya wanadamu. Rudia tena, mifumo ya wanadamu. Nataka unoti jambo moja kwenye Biblia. Noti jambo moja kwenye Biblia. Wale waliolengwa na Mungu watanielewa kweli leo. Hebu angalia waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana uangalie jambo hapa, tusaidiane kuliona wote kwa pamoja. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 15. Imeandikwa hivi: msiipende dunia. Naomba hili neno dunia liwekee kwenye duara au liandalaini. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia pamoja na tamaa zake, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Pigie Bwana makofi kwa sababu hayo. Sikilize kidogo. Anasema msipende dunia. Hebu sema msipende dunia. Rudia tena. Rudia tena. Anasemaje? Sasa unaweza kujiuliza, anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Usipende dunia. Lile neno dunia linamaanisha do not love the world. Do not love the world. World and earth are different. Ukisema earth, haijasema kwenye Kiingereza do not love the earth. No, inasema do not love the world. World na earth. Earth inamaanisha creation, uumbaji wa Mungu, milima, mabonde, mito, bahari. Ukisema usipende dunia umekosea. Earth ndiyo imetubeba, ndiyo tunakaa. Lakini do not love the world. Neno world hapa linaitwa cosmos. Do not love the cosmos. Neno cosmos hapa linamaanisha world system, mifumo ya dunia, mifumo ya afya, mifumo ya insurance, mifumo ya uchumi, mifumo ya jeshi, mifumo ya bima, mifumo ya benki, mifumo yote ya dunia inaitwa cosmos, ambayo inasema usiipende cosmos. Mifumo hii yote imeandaliwa kwa ajili ya shetani aitumie kuharibu watu. Ndiyo maana mifumo yote ya duniani inakuingiza ndani kama mwajiriwa mpaka uzeeke. Ukizeeka inakutoa, haitaki wazee. Ndiyo maana kwenye mifumo ya dunia kuna kustaafu, lakini kwenye biashara yako hakuna kustaafu, kwa sababu wewe si ni ya kwako.
ili mradi una uwezo wa kuendesha, una akili, hakuna kustaafu. Lakini mifumo ya dunia inakutumia ukizeeka, huna nguvu. Kwenye mifumo ya dunia ukiumia tu haufai, unaachishwa na unapewa na hela ya kutosha, ondoka. Unataka wenye nguvu. Kwenye mifumo ya dunia ukiwa unachechemea hivi hautakiwi. Anasema usipende dunia. Sasa hili neno usipende dunia, unaona dunia iko under captivity. Ndiyo maana unaona mahala anasema hivi, twajua ya kwamba tu watu wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Hilo neno dunia pia linamaanisha world system, cosmology. Kwenye ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 inasema kwamba we know that we belong to God. Tunajua kwamba sisi ni mali ya Mungu, lakini dunia yote hukaa katika yule mwovu. Lile neno dunia yote inasema cosmos, mifumo yote ya dunia inakaa chini ya Lucifer. Leo hii watu wanafurahia kweli kuona sayansi duniani imeadvance. Unajua inakotoka? Wewe jiulize, hivi mpaka mtu anatengeneza simu, unakuwa unagusa kwenye screen vitu vinatokea. Yaani screen tu peke yake unaigusa hivi vitu vinatokea. Hapa unaambiwa neno moja tu, touch screen. Mpaka kuna television touch screen, sim touch screen, computer siku hizi touch screen. Alafu wewe unasema tu ni touch screen nataka, bila kuwaza kwamba ile akili ya binadamu, wewe uwaze ungekuwa wewe, ile akili ya binadamu pako touch hapa, una touch kwenye screen, una touch hapa, hakuna namba, una touch hapa, kuna nini? Lakini wewe umepofushwa, umeambiwa tu teknolojia imeongezeka. Kuna viumbe wa kutoka ulimwengu mwingine ambao wana ushirika na wanadamu, wanawapa vitu vya kutoka ulimwengu mwingine kuiandaa dunia kwa ajili ya umateka wa mfalme ajaye. Narudia tena, kuna viumbe wengine ambao wanatoka kwenye si dunia yetu, kutoka kwenye ulimwengu mwingine juu, ama kuzimu baharini, ama kuzimu angani, ama kuzimu mahali. Viumbe hawa wana ushirika kabisa na wanadamu, wana sayansi, wanawapa akili ya kuandaa ulimwengu kwa ajili ya umateka wa mfalme wa giza ajaye. Kuna umateka unakuja ambao watu wataingia bila kujua, ulishafika bila kujua umefika. Nikupe mfano. Kuna documentary nyingi zinazoonyesha kwamba jeshi la Marekani wana uhusiano na watu wanaitwa aliens. Alien ni viumbe kutoka sayari nyingine. Kuna documentary zinaonyesha za uhakika kabisa kwamba wanajeshi la Marekani, intelligence ya Marekani ina uhusiano na viumbe wengine wanaotoka sayari nyingine, basically mashetani. Watu wamewaona, wamefanikiwa kuwachora, wamefanikiwa kuwapiga picha, na wako mahali, wako kwenye baadhi ya military bases za Marekani. Wapo viumbe kabisa, mashetani kutoka ulimwengu mwingine, ambao watu wa jeshi wanakuwa na ushirika na wao, wanawapa vitu walivyo navyo. Hakuna jambo linaweza likatokana na akili ya mwanadamu kama mwanadamu hajawezeshwa na mamlaka ya rohoni. Wewe sijiulize mwenyewe kwamba kaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, ufumbe macho alafu utoke na kitu. Hutoki na chochote mpaka upate uvuvio. Nuhu akajenga safina kwa sababu amevuviwa na mahesabu ya kutoka ulimwengu wa roho wa Mungu. Musa akajenga hema ya kukutania, amevuviwa na uvuvio wa kutoka mbinguni. Na wale wanajenga dunia kwa uvuvio wa kutoka kuzimu, wako viumbe wa kutoka kuzimu. Wengine wanavuvia na kuondoka, wengine wanaishi pamoja na sisi. Utayakumbuka haya wakati sipo. Wakati sipo utayakumbuka haya. Utakumbuka wakati ambapo dunia imeingia kwenye captivity, yani umeingia kichwa. Ukijua ni teknolojia, ukijua ni sayansi, ukijua ni watu, ukijua ni kaka mzuri nimekutana naye, ukijua ulimwengu unaongozwa na mamlaka za rohoni. Kuna viumbe kutoka sayari zingine wanaitwa aliens.
wanachorwa kabisa, wako kwenye group la reptilians, wako kama dinosaur, kama reptilians, ambao wale ni intelligent, wanakuwa na ushirika wa karibu na wanadamu. Group la wanadamu wanaitwa Illuminati. Illuminati maana yake waliotiwa nuru, illuminated. Yaani kuna group la watu ambao wako illuminated, wanapokea ufahamu na akili kutoka kwenye ulimwengu mwingine, wanaishusha hiyo akili kwenye ulimwengu wa kibinadamu ili nyie mjue huyu ni mtu intelligent, sio intelligent. Hebu sema kwa jina la Yesu, ninakuomba fungua akili yangu katika jina la Yesu. Wathesalonike wa pili sura ya 2 na mstari wa 5. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye hata atakapoondolewa. Rudia tena, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Maneno haya yameandikwa lini? Yameandikwa karne ya kwanza. Naomba urudi kwenye reality, sio kwamba siri ya kuasi inatenda kazi sasa hivi. Karne ya kwanza, Mtume Paulo anasema kwenye karne ya kwanza hapa sasa hivi siri ya kuasi inatenda kazi, lakini yuko azuiaye mpaka anapoondolewa. Neno siri kuasi ni mpinga Kristo aliyevaa mwili wa mtu. Anasema sasa hivi yupo. Karne ya kwanza Paulo anasema yupo, lakini kuna jambo linalomzuia. Nini? Kanisa. Watu wa Mungu wanapoomba, wanaomba, wanazuia kazi yake. Shetani yupo na mashetani waliovaa miili wapo, lakini kule kujidhihirisha mpaka waseme mimi ni shetani, wameshindwa kwa sababu ya nguvu ya kanisa. Lakini wakikaa vizuri wakafanikiwa kulisuppress kanisa, wakafanikiwa kanisa kulifanya lisiwe na nguvu. Kanisa kwa maana ya watu wa Mungu wasiwe na nguvu, wanajitambulisha. Ndio maana unaona kwenye nchi kama za Marekani, mahala ambapo kanisa wamelisuppress, Uingereza wamelisuppress, mpaka unakuta sasa wanajitambulisha mwanaume na mwanaume wanaoana. Kwa nini? Azuiaye ameondolewa. Lakini utaona Wathesalonike hiyo sura ya 2, Wathesalonike wa pili sura ya 2 na mstari wa 3. Wathesalonike wa pili sura ya 2 na mstari wa 3. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Hebu sema mtu wa kuasi. Rudia tena, mtu wa kuasi. Neno mtu wa kuasi linamaanisha mpinga Kristo. Binadamu ni mtu. Mungu anatuonyesha kwamba shetani atahama kwenye levo ya pepo, atakuwa mtu, na atafunuliwa, atajulikana, atakuwa mtu. Unaposikia stori za Zanzibar, mtu kasemeshwa na jini, sio ndoto, ni mtu. Lakini ni mwana, manake ni mtoto wa kuharibu. Mtu wa kuasi afunuliwe, ajulikane, afahamike, mtu wa kuasi. Lakini ni mtu, ni binadamu. Maana yake shetani au kuzimu inaamua kuondoka kwenye kuwa mapepo. Kuzimu kule wanasema bwana tushike mfumo wa Tanzania wa elimu, tushike mfumo wa Tanzania wa afya. Natolea mfano, tushike mfumo wa Tanzania wa afya, au tushike mfumo wa elimu wa Marekani. Wanajua tukishika mfumo wa elimu wa Marekani, mwisho wake elimu ya dunia yote itakuwa sawa. Wanaanza global warming, global warming, global warming, global warming. Afrika inaitikia global warming. Wanaanza environment, 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 environment. Afrika inaitikia environment. Wanaanza multipartism, multipartism, multipartism. Afrika hata haijui maana ya multipartism, inaitikia multipartism. Wanaanza social network, social network, social network, social network. Unakuta sasa hivi tayari Kilosa social network. Facebook, 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 Facebook. Alafu tayari Kera inaitikia Facebook. WhatsApp, 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 WhatsApp. Machame wanasema WhatsApp. Inaendelea Instagram, 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 Instagram. Kule Bukobo, kule Kigoma Kakonko, nao wanaitikia Instagram.
Yaani zamani mimi nilikuwa najua Twitter ni za speaker. Ndani ya speaker kuna kifaa kinaitwa Twitter.